tena leo upewe uzima mpya. Amina, amina. Sikia nikwambie, sheria haitatufikisha katika ufalme, hasha, lakini neema. Unanielewa vizuri? Sheria haiwezi kutufikisha. Kama ingelikuwa sheria, Yesu hangelishuka. Maana sheria ilikuweko, lakini wakaivunja. Wakati Mungu aliona wamevunja sheria, walivunja sheria kwa njia gani? Mungu anaweka sheria mbele za Adamu na Eva, anawaambia nimewapa bustani mtawale, nimeweka mti wa ukweli wa uzima. Anawaambia nimewapatia miti matunda ya bustani, mkule mfurahi mshibe, lakini mti wa uzima usiguse. Haleluya! Alipogusa akavunja sheria. Bwana Yesu asifiwe. Pale pale akafungiwa baraka, akawekewa sheria zenye zikwamo laana. Haleluya! Mungu angeliachia pale, kama ingelifanyika kama ilivyofanyika wakati wa Musa. Kila aliyekuwa anavunja sheria, kama mtoto wa Yerusalemu, watoto watoto wa Israeli ambao Musa alikuwa nao njiani wanaenda Kanana, kila waliokuwa wakivunja sheria, Mungu anakata udongo, wanaingia na wote wanaishia mule. Lakini Yesu aliposhusha neema, haleluya, neema ilipokuja, unafanya dhambi, Mungu anasema, Yesu anasema muache. Banaweka nini? Banaweka hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweka hukumu juu ya yule aliyevunja sheria. Haleluya. Yesu akakubali kushuka, akakubali kudharaulika na kufa, akakubali kuonelewa na kushimangiwa. Hiyo yote ilikuwa neema. Sasa juu ya ile neema ndiyo tutaingia, lakini na wewe ukubali kupokea neema. Ukiitupa bure hautaingia, ukiiacha hautaingia, usipoitumikia hautaingia. Bwana Yesu asifiwe. Hautamuona malaika. Hili neno unalolisikia ndiyo njia ya uzima, ndio linakuelekeza katika hali ya kusimama imara. Lakini ninakwambia kwamba leo nakutabiria, si mimi, lakini ni neno la Bwana. Mimi nikukutangazia tu, nikukwambia kwamba Bwana ana haja na wewe tena. Kama umelala, toka katika usingizi, simama tena, fufuka katika wafu, endelea tu, songa mbele. Haleluya, songa mbele, Bwana apate kukuangazia. Baraka zako zitafunguliwa, njia zako zitafunguliwa. Haleluya. Waliokusimanga siku ya kubarikiwa watashangaa. Haleluya. Yerusalemu wenye walisema kwamba Ezekieli ameshindwa, Bwana alipompatia tena uwezo wa kutabiri, haleluya, wakamuita tena mtumishi wa Bwana. Amina, amina. Taifa lote tena likamuita mtumishi wa Bwana. Mungu wa mbingu akubariki kwa siku ya leo. Nataka kukwambia, fanya konti, fanya hesabu ya kwenye unasimama kwa sai. Je, unasimama katika mapenzi ya Mungu? Mwenzako anaweza kukukwaza na pale pale unabaki mfupa mkavu. Ninaweza kukufanyia deception na pale pale unabakia unarudia nyuma, pale umeitwa mfupa mkavu. Bwana Yesu asifiwe. Siku za kubarikiwa zinaweza kukawia. Unasema ni umeomba Mungu siku za kutosha, sione matokeo. Pale pale unarudi nyuma, unabaki mfupa mkavu. Haleluya. Lakini neno la Mungu linasema, akamwambia tabiri, akatabiri, mifupa ikapokea uhai. Na mimi nakutangazia kwa neno la Bwana linasema, simama tena ili upate uzima. Simama tena ili upate nguvu. Simama tena ili uendelee. Simama tena ili uamuke. Haleluya.
Kanisa tusimame kusudi tuamke tena kwa hizi siku za mwisho. Ndio pale lile neno linasema mtafute tena angali anapatikana, maana kuna wakati neema itapita. Mungu wa mbingu atubariki. Basi rafiki yangu, jipe moyo. Kama kuna ile ambayo unasikia kwamba haiendelee katikati yako, neno la Bwana ni faraja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana ni faraja kwako, likufariji na likupatie bidii na nguvu, ili usimame tena na nguvu mpya za Kristo ziingie pamoja na wewe. Mungu abariki neno lake kwako na kwangu. Amen. Amen. Umesikia neno la Bwana. Najua umesikia neno, nimesikia. Mwenye alikuwa akihubiri kwa ndio Mungu nasikia sana. Alikuwa wazi. Amen. Nifupa nikavu. Najua na mtu natembeaka kama mfupa mkavu. Wala natendesa mtu mwenye alishakufa zamani, ashakata tumaini ya kuishi.